Mwanamke alikuwa ametumia muda wake wote kuzingatia kazi yake na alikuwa ameacha ujana wake upite. Matokeo yake ni kwamba ingawa alikuwa karibu miaka 40, hakuwahi kuwa kwenye uhusiano. Ili kupata mtu ambaye hakuwa kupenda mali kabla menopause haijafika, alikuja na wazo la ajabu. Angejifanya kuwa ombaomba ili kujaribu mioyo ya watu. Yeyote ambaye angekuwa tayari kusaidia ombaomba angefaa kuwa mpenzi wake. Dereva wa usafirishaji aliyekuwa anapita aliona jinsi alivyoonekana mwenye kusikitisha, hivyo alimpa dola 10 kwa wema. Macho ya mwanamke mara moja aliangaza. Alihisi kwamba mwanaume huyu huenda alikuwa mwenzi wa kweli wa maisha ambaye alikuwa akisubiri muda wote, hivyo haraka alisogea mbele, akamshika mkono na kuendelea kumjaribu akiwa na uso wa kusikitisha. Alisema hakuwa na pesa za kutosha kurudi nyumbani na akauliza kama angeweza kumpa zaidi kidogo. Mwanaume aliuliza anahitaji kiasi gani na mwanamke alisema dola 100. Mwanaume alihisi ilikuwa nyingi kidogo, lakini alipoona jinsi alivyoonekana mwenye kusikitisha pesa, na akasema kwa makini kwamba hangechukua pesa zake bure. Ikiwa angehitaji msaada wowote angeweza kuomba tu. Mwanaume alidhani alikuwa anatania na akageuka kuondoka, lakini wakati huo mama yake ghafla alipiga simu. Ilibainika kwamba mwanaume hapa awali alikuwa amejisifu kwa mama yake kwamba alikuwa na mpenzi CEO. Leo ilikuwa siku ya kuzaliwa ya miaka 60 ya mama yake na alidai kwamba amlete mchumba wa baadaye nyumbani ili amuone. Kisha akaongeza kwamba mpenzi wa kwanza mwanaume pia angehudhuria karamu ya kuzaliwa na kama hangerudisha mpenzi wake CEO leo angemlazimisha awe mpenzi wake wa kwanza. Kichwa cha mwanaume kilianza kuzunguka. Kwa muda mrefu alikuwa amechukizwa na ex wake wa kupenda mali. Wakati ambapo hakujua afanye nini, ghafla alikumbuka kwamba hivyo akauliza kama angeweza kujifanya kuwa mpenzi wake na kwenda nyumbani naye kukabiliana na mama yake. Mwanamke tayari alikuwa na hisia nzuri kuhusu kijana huyo, hivyo alikubali bila kusita. Ili kufanya igizo lionekane halisi zaidi, mwanaume hata alimpeleka dukani kununua mavazi mapya. Mwanamke alipotoka kwenye chumba cha kupimia nguo, mwanaume aliganda pale pale. Hakuwahi kutarajia kwamba ombaomba aliyemchukua kando ya barabara angekuwa mzuri kama nyota wa filamu. Baada ya hapo alimpeleka nyumbani kwa trekta ili kumzuia asitoe siri. Mwanaume alimwelekeza njiani kwamba ajidai kuwa CEO, mwanamke mwenye thamani ya mamia bilioni, na kwamba alikuwa hodari katika kazi za shamba kama kuchinja nguruwe na kondoo. Mwanamke alitabasamu tu kwa upole. Hivi karibuni wawili hao walirudi nyumbani wakiwa wameshikana mikono. Mamake alipogundua kwamba mwanae amerudisha mpenzi nyumbani, alifurahi sana kiasi kwamba hakuweza kuacha kutabasamu na mara moja akakimbia kuuliza maswali ya kila aina. Wakati huo mpenzi wa kwanza mwanaume pia alitokea. Alifika akiwa na zawadi ya pesa taslimu ya dola 50,000 na hata akatoa gari jipya kabisa, akionekana mwenye majivuno sana. Lakini alipomwona mwanamke aliyesimama pembeni ya mwanaume, mara moja alimdhihaki na kudai kujua yeye ni nani. Mama kwa fahari alimtambulisha kama mpenzi wa mwanae, bosi mkubwa anayejulikana sana mjini. Mpenzi wa kwanza mwanaume alionekana mwenye dharau kabisa aliposikia hivyo. Alidai kwamba alikuwa anashughulika na mabosi mjini kila siku na hajawahi hata mara moja kumuona mwanamke huyo katika yoyote yake. Hivyo alimdhihaki kwamba kampuni yake lazima ilikuwa ndogo sana hata kupata mialiko. Alipokuwa karibu kuendelea kuleta fujo, ghafla kundi la wanaume wenye sura za kutisha ghafla waliingia kwenye ua. Walisema kampuni moja ilikuwa imeipenda nyumba ya urithi wa mwanaume na ilipanga kuibomoa ili kujenga makaburi ya umma. Mradi huo walisema ulikuwa kwa ushirikiano na kundi la SIU. Mama alijua vizuri sana kwamba familia yao haingewahi kukosea kundi la SIU. Hivyo alimsihi mpenzi wa kwanza wa mwanae kusema neno jema. Bila chaguo lingine, kwa usita alikubali na kudai kwamba alikuwa meneja mkuu wa tawi la kundi la SIU. Wakiwaula hawa wahuni wavileke heshima na wajadili jambo hilo siku nyingine. Lakini ushawishi wake waziwazi haukuwa na maana yoyote. Walipoona kwamba familia haikuwa na nia ya kuondoka, wahuni waliwaamuru watu wao kujiandaa kubomoa nyumba kwa nguvu. Wakati ambapo kila mtu alikuwa anahisi kukata tamaa, mwanamke ghafla alipiga kelele waache na kutangaza kwamba yeye ni mwenyekiti wa kundi la SIU. Kama hawangetaka kuendelea kushirikiana wajipoteze mara moja. Wakisikia hivyo wanaume waliganda. Wakati huo mpenzi wa kwanza wa mwanaume alisogea mbele kumfichua. Alisema kwamba mwenyekiti wa kundi la SIU ni mtu tajiri zaidi eneo hilo. Mtu kama huyo hangeangukia mwanaume mbosi kama yeye. Hivyo alimshauri mwanamke usiendelee kujifanya. Aliposikia hivyo mwanamke aliacha kujieleza, akatoa simu yake na kupiga namba. Kwa sauti ya baridi alisema, "Nani aliyewapa ujasiri wa kubomoa nyumba ya mama ya kwanga wa baadaye?" Mwanamke alikuwa ametumia muda wake